Hello, habari. Karibu tena darasani kwetu kwenye jukwaa letu la fursa. Tuendelee kuziangazia fursa. Sasa katika kipindi hiki ningependa tujifunze kuhusu sifa za shampoo. Tunatumia shampoo tofauti tofauti, kila mtu kwa shampoo yake alionayo. Zinatusaidia kusafisha nywele zetu. Lakini unajua kwamba shampoo ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya nywele. Unajua kwamba shampoo ikiwa sio bora, hutopata matokeo mazuri ya nywele zako. Na shampoo ikiwa bora, nywele zako zitastawi vizuri. Yaani kwa lugha nyingine ni hivi. Nyumbani kwako, ukitaka kusafisha ukachoma moto, kwa kuchoma moto ndani, utaunguza kila kitu kilichoko ndani. Lakini ukisafisha kwa kutumia, kwa kufagia, ukadeki, ukatoa buibui, ukatoa uchafu wote, ukaenda ukauchomea sehemu husika. Nyumba yako itakuwa imara, itakuwa safi, itapendeza, italeta nuru na uhalisia wa maisha. Ndivyo ilivyo na kwenye nywele. Tunapokuwa tukiosha nywele zetu kwa kutumia shampoo ambazo sio sahihi, tunaharibu nywele zetu ni sawa na kuzichoma. Tunachoma na mwisho wa siku zinaharibika, zinakatika, zinafanyaje, watu wengi wanalalamika. Ukimwona mtu ana nywele nzuri unasema, "Wow, hivyo umefanyaje? Umetumia nini? Mafuta gani unapaka?" Ukapewa yale yale mafuta ukapaka, lakini bado hali iko pale pale. Issue inaanza kwenye namna ya kusafisha. Sasa tuangalie sifa za shampoo bora. Cha kwanza kabisa, hakikisha shampoo unayoitumia haina kemikali ambazo ni kali. Na utajuaje? Kwa kuangalia lebo. Kwa kuangalia lebo au kibandiko kilichoko kwenye bidhaa yako. Leo naongea na wateja sasa. Lakini sio mteja tu, hata we mtengenezaji kuna wakati una testi, na ukitaka kuwa mtengenezaji bora wa bidhaa, nunua bidhaa za wenzako, zijifunze zina nini, utajua namna ya kuboresha pia bidhaa yako. Kwa cha kwanza hakikisha ile bidhaa isiwe na kemikali kali. Kwa mfano, nitakuwa mashuhuda. Humu kwenye mitandao kuna mtu anafundisha namna ya kutengeneza shampoo, anaweka sulfonic, anaweka caustic soda. Hizo ni kemikali kali sana kwenye nywele. Ni sawa na kuichoma nywele. Na mwisho wa siku ukiangalia watu ambao wanatumia bidhaa zenye vitu hivyo, nywele yao huwa imepauka, inakakamaa, na hata ukuaji wake itakuwa ndio, lakini kuna namna ambayo haitokuwa. Kuna kitu kinakuwa kimeondoka, haina mafuta, inapauka, yani inakuwa kavu. Kwa mwisho wa siku utajikuta hata kama ni mafuta unatumia mengi kuifanya nywele iwe nzuri, lakini kuna wakati tu inazidiwa. Ndio kama vile nilivyowaambia kwamba ni kama nyumba kwenye kuisafisha, ukaona uchafu ule wa ndani, unasema ngoja nichome moto uchafu ungue. Kumbe unaunguza na vitu vingine ambavyo havikustahili. Kitu cha pili ambacho unapaswa kujua kwamba hii shampoo yangu ni bora, ni kwa kuangalia imetengenezwa ikawekwa vitu gani. Kuna dawa za asili ambazo zinawekwa. Kwa mfano mtu ametengeneza shampoo yake akaweka aloe vera, mwingine akaweka mwarobaini. Hii yote ni kusaidia mtu nywele yake ikakaa vizuri na kutibu ngozi ya kichwa. Kuna dawa nyingi za kuweka kwenye shampoo ili shampoo yako iweze kufanya matibabu kwa muhusika. Lakini kitu kingine, shampoo bora unapoitumia inafanya nywele inabaki na unyevunyevu. Unabakiza unyevu kwenye nywele. Haiondoshi mafuta ya asili ya nywele.
Sawa, yaani unaiosha nywele lakini nywele bado inakuwa na mafuta yake ya asili. Na kitu kingine, ukiosha nywele hata kama ukaiacha hivi usipake mafuta, bado utaiona nywele yako inang'aa, inapendeza, haipauki wala haikakamai, inabaki tu kwa vile vile na yenye kuvutia. Zipo sifa nyingi za kuitambua shampoo bora, lakini kwa leo nimeshia hapo kusema kwamba isiwe na kemikali kali. Kwa mfano nimekutajia sulfonic acid watu wanaweka kwenye shampoo, nimekutajia caustic soda watu wanaweka kwenye shampoo, vitu ambavyo vinaharibu nini? Vinaharibu nywele. Lakini pia shampoo bora unakuta imetengenezwa kwa mimea ya asili, kwa mfano aloe vera au mwarobaini. Mwarobaini unatibu ngozi, matatizo ya ngozi, wakati wa aloe vera pia inatibu ngozi na inasaidia nywele kukua kwa haraka. Na nani hii na tiba zingine, mimea mingine. Na kingine ndio hiyo kwamba nimekuambia ukioshea nywele yako mafuta yake, nywele kwa asili na mafuta yake. Pamoja na kwamba kuna nywele zingine ni kavu, lakini ukavu wake bado unabaki kuwa pamoja na ukavu, lakini kuna mafuta tu ambayo yapo pamoja na ukavu wake. Kwa unaposhea shampoo ambayo inakuwa na kemikali kali, inaondosha yale mafuta na kufanya nywele izidi kukakamaa na kukatika. Ndio maana watu wengi unakuta wanalalamika nywele zinakatika. Lakini pia kwa watengenezaji, watu tunaweka shampoo chumvi. Chumvi sio mbaya kwenye shampoo, lakini ina kiwango chake. Ukikizidisha nywele inakatika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna kiwango chake ambacho unapaswa kuweka kuzuia nywele isifanye nini? Isikatike na bado mteja akapata faida na wewe mwenyewe ukapata nini? Faida. Au la ukaona kwamba chumvi mimi it is not an issue, ukaamua kuitoa, kuna namna ambayo kutengeneza shampoo na kusiwe na chumvi kabisa na shampoo ikawa ni nzuri. Either unaweka chumvi, kuna kiwango cha kuweka chumvi ambacho kitafanya shampoo yako iwe ni nzuri na isikate nywele za mteja. Mpaka wakati mwingine, naomba ushare upendo. We ulioko TikTok, naomba ushare upendo. We ulioko YouTube, usiache kushare, kucomment na kulike. Karibuni tena. Nasubiri comment nyingi, nasubiria kusikiliza pia kutoka kwenu. Mpaka wakati mwingine, karibuni tena darasani.